الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kutaka sala na amani ziende kwa kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi wa ta'ati, na usieni nafsi zenu tukufu bila kusahau kuhusiana nafsi yangu dhaifu kunapaswa lazima kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حقيقة ومفعول ونكم شاء الله معنى التقوى nipi maana ya uchamungu ni kufanya mema na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imma al-mawdhu' khutbati al-yawm, imma maudhui ya hotuba yetu ya leo itakuwa na aina mbili. Hotuba yetu ya kwanza tutaangalia maneno ya Imam Shafi'i, na hotuba yetu ya pili tutaangalia baadhi ya makundi ya malaika na sifa zao. Qala al-Imam Shafi'i, Imam Shafi'i anasema tazawwadu min at-tuqa, andalia zawadi ya uchamungu ndugu yangu katika imani, fa innaka la tadri, haika yako wewe haujui mwisho wako ni upi. Idha janna al-layl, pale wingi hapo usiku, pale usiku unapokukuta, hal ta'ishu ila al-fajr, je wataraji utaishi hadi al-fajr. Fakam min urus, ni wangapi katika maharusi zayanuha li zawjiha, wamepangwa kwa ajili wa wamezao au wake zao, waqad qubida arwahuhum laylatal qadr, na roho zao zikatoka usiku kabla ya harusi yenyewe. Ndugu zangu katika imani, tujiandae na ucha Mungu. Haika sisi hatujui mwisho wetu ni upi. Unaweza ukaandaa jambo na jambo hilo usifanye ukakutwa na mauti. Wa kam min sighar, na ni watoto wangapi turataja kulu umruhu, tukitarajia watu hao wataishi umri mrefu, watakaa umri mrefu na watafanya mambo katika dunia hii. Wa qad udkhilati arwahuhum dhulmatal qabr, na roho zao zikaingia katika giza ya makaburini na wakiwa bado ni watoto. Fakam min sahih, na ni wangapi tuwaona wana afya njema. Mtu namwona asubuhi anatembea na afya njema, ameamka salama, mata min ghairi alla, na mtu huyo anafariki basi na ugonjwa wote. Unamwona asubuhi mtu ana afya njema, kufikia jioni wasikia mtu huyo amefariki kwa sababu mauti hachagui mtu, na mauti anakuja ghafla. Ndugu zangu katika imani, tazawwadu min at-tuqa, andalia zawadi ya uchamungu, fa innaka la tadri, haika yako haujui mwisho wako ni upi. Maana taqwa na uchamungu ni kufanya mambo mema na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamrisha watu wafanye hivyo. Wa kam min saqim, na ni wangapi wana maradhi, ashahina min dahri, wameishi umri mrefu na maradhi yao. Mtu anaugua miaka 10 na bado yuko anaendelea kuishi. Na ni wangapi wazimu wanafariki basi na magonjwa, na wanamwacha huyu mgonjwa na ugonjwa wake anaendelea kuishi. Hiyo yote inaonyesha umauti hauchagui mzima wala mgonjwa, umauti hauchagui mtoto wala mkubwa, na umauti unakuja ghafla. Ndugu zangu katika imani, tazawwadu min at-tuqa, andalia zawadi ya uchamungu ndugu katika imani, fa innaka la tadri, hayako wewe haujui mwisho wako ni upi. Na uchamungu ni kufanya mema na kuacha maasi, na kuamrisha watu wafanye hivyo. Wa kam min fata amsa wasbaha dhahika, na ni vijana wangapi wanaamka asubuhi na jioni wakichekelea, wakifanya mambo mbalimbali, wakimkufuru Mwenyezi Mungu, wakidanganya, wakifanya uzinzi, wakidhulumu watu, wakitabeli watu, nao wanachekelea mambo wanayoyafanya. Waqad nusjati akfanuhu wa huwa la yadri, na sana zao zimekwisha andaliwa na wao hawajui. Wanakufuru neema za Mwenyezi Mungu kwa maasi mbalimbali, hawajatambua chochote mbele ya Mwenyezi Mungu.
cha kuwakomboa siku ya Kiyama, na sana zao zimeshaandaliwa na wao hawajui. Kumbe wao wanakufa jioni au wanakufa usiku na hakuna chochote walichojiandaa. Ikhwani fillah, tazawwadu min at-tuqa, andalia zawadi ya uchamungu. Fa innaka la tadri, hakika wewe haujui mwisho wako ni upi. Uchamungu ni kufanya mambo mema na kuacha maasi na kuamrisha watu wafanye hivyo. Wa kam sakina inda sabaha biqasrihi, na ni matajiri wangapi wanaamka asubuhi katika majumba yao wakifanya starehe mbalimbali, wakiburudika na maisha ya dunia, wanafanya starehe mbali katika majumba yao. Wa inda almasai, na kufikia jioni matajiri hao kana min sakin alqabr, wamekuwa ni miongoni mwa watu wa kaburini. Watu wameamka asubuhi kidogo, dunia hiyo imefika, wameshawishika na maisha ya dunia, wanafanya starehe mbalimbali katika majumba yao, wamejisahau na umauti, lakini matajiri hao kufikia jioni wamekuwa ni watu wa makaburini. Ikhwani fillah, tazawwadu min at-tuqa, andalia zawadi ya uchamungu. Fa innaka la tadri, hakika yako wewe haujui mwisho wako ni upi. Fanya mambo mema na acha maasi, na amrisha watu wafanye hivyo. Fadawimu ala taqwa, basi dumu katika uchamungu. Jingalize Muislamu kwa mchamungu, baba ya uchamungu. Fa innaha, basi kwani huo uchamungu amana min ahwal fi yawmil fi mawqifil hashr, kwani uchamungu ndio amana pekee hukomboa wewe siku ya ufufuo. Mchamungu ndio atakayeokoa siku ya Kiyama na adhabu ya Mwenyezi Mungu, imma wale waliotoa au waliotoka na Mwenyezi Mungu. Ikhwani fillah, ndugu yangu katika imani, tazawwadu min at-tuqa, andalia zawadi ya uchamungu. Fa innaka la tadri, hayako wewe haujui mwisho wako ni upi. Tanguliza chochote chema kwa Mwenyezi Mungu cha kuokoa na adhabu za Mwenyezi Mungu, kwani adhabu za Mwenyezi Mungu ni kali na hakuna wa kuzihimili. وقولوا قولي هذا واستغفروه لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Ndugu zangu katika imani, tumtake msamaha Mwenyezi Mungu kwa muda huu mchache. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. Tuna katika imani, tunaendelea hotuba yetu ya pili. Tumeona katika hotuba yetu ya kwanza kuwa tuandae zawadi ya uchamungu itakayotukomboa katika siku ya ufufuo. Hakika sisi hatujui mwisho wetu Mungu. Tumeona ni wangapi katika vijana wanakufuru neema za Mwenyezi Mungu na sana zao zimekwisha andaliwa na wao wajui. Na tumeona matajiri wangapi waitegemea hapa wataishi muda mrefu na mali zao, waitegemea hizo mali zao kuwafikisha sehemu mbali, lakini matajiri hao wamefariki na mali zao wameziacha. Ndugu zangu katika imani, andaa zawadi ya uchamungu, andaa kitu cha kukomboa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, cha kuepusha na adhabu za Allah. Tuendelee na hotuba yetu ya pili. Hotuba yetu ya pili tunazungumzia baadhi ya makundi ya malaika na sifa zao. Malaika ni viumbe Mwenyezi Mungu ambao malaika hao wameumbwa kwa nuru, na malaika hao hawali wala hawanywi, na malaika hao hawamwasi Mwenyezi Mungu, na malaika wanatekeleza amri za Mola wao. Wanaziat alwaul qasam wal muqsamu bihi ma ba'daha, ni wao ya kuapia na kinachoapiwa ni baada ya hiyo wao. Wa huwa almalaika, nao ni malaika. Gharqa nazaa arwahul kufar inda al-maut bishidda, hawa ni malaika ambao wanashuka kuja kung'oa roho za makafiri na watu waovu wakati wa mauti kwa shida, kwa taabu kubwa. Hawa malaika wanatoa roho za makafiri na watu waovu, watu wanaomkufuru Mwenyezi Mungu, wafanya madhambi, wanamwasi Mwenyezi Mungu, hawaswali, hawafungi na wana udhuru wowote. Watu hao wanadhulumu wenzao, wanakula mali za mayatima, wakifanya maasi mbalimbali. Hawa malaika ndio ambao watakuja kung'oa roho yako kama ukiwa ni miongoni mwa kafiri au watu na waovu, wataroa roho yako kwa shida wakati wa mauti wako. Na Mwenyezi Mungu atukinge tuwe watu waovu. Wanashitwatu nashwa, imma kundi la pili. Wanashitwatu nashwa, almalaika ni malaika.
taqbadu arwahul mu'minina birifqi wa surur. Hawa ni malaika ambao wanatoa roho za waumini kwa upole na sururi. Ndugu zangu katika imani, kama wewe ni miongoni mwa waumini, hawa malaika siku ya kifo chako wanakuja wanatoa roho yako kwa upole na kwa sururi. Utatoa roho yako kwa upole na hautakuwa ni sawa na ule mtu wa kwanza ambaye roho yako itamuolewa. Roho yako ukiwa muumini itatolewa, lakini ukiwa mwovu itamuolewa. Na uchungu wa mauti kwa watu waovu itakuwa ni mfano unamchukua mbuzi na unamchuna ngozi yake aliyakuwa na yeye mzima. Huo ni mfano mdogo wa makafiri na watu waovu watakapotolewa roho. Ima waumini wa kweli na roho zao zitatolewa kwa upole. Kwa mfano mtu anamenya ndizi katika ganda, anamenya ganda la ndizi. Hivi ndivyo roho za waumini zitakapotolewa. Ima kundi la tatu, fasabihati sabha, almalaikatu tunazala minas samai biamrillah. Hawa ni malaika ambao wanashuka kutoka mbinguni kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Wanashuka kwa maagizo maalum. Wanashuka kuja kutoa mitihani mbalimbali kwa waumini. Mfano anakuja mtu anakuomba kitu fulani na wewe humjui, amevaa ovyo haeleweki, na wewe unamfukuza. Kumbe mtu yeye ni malaika amekuja kupima imani yako. Basi ukimfukuza mtu huyo, ataenda kwa Mwenyezi Mungu, atamwambia, atamtakia Mwenyezi Mungu kuwa mja wako ni hivi na hivi, mja wako ni bakhili, mja wako asaidie wanyonge. Ima ukimsaidia mtu huyo kwa mkirimu, aliyakuwa umjui alikotoka ni wapi, ila amekuomba msaada, mtu huyo kamkirimu kwa kulingana na uwezo wako. Mtu huyo atenda kwa Mwenyezi Mungu, atamwambia mja wako ni hivi na hivi, mja wako ni anakirimu watu, anasaidia wanyonge. Ndugu zangu katika imani, tuwe miongoni mwa waumini, tuwe tupate mafikio mema kesho akhera. Imma kundi la 4, fasabiqati sabiqa, almalaika tusbahu ila aliman. Hawa ni malaika ambao wanashindana katika imani. Wa bi arwahil mu'minina ila aljanna. Na hawa malaika wanagombania roho za waumini kuzipeleka peponi. Ima ukifa ukiwa ni miongoni mwa waumini, siku ya kifo chako utakapopelekwa mbinguni na malaika hawa kazi yao ni kugombania waumini. Unagombaniwa na malaika kwa ajili ya kukimbizwa peponi. Ima ukiwa mwovu, malaika watakuwa kukimbia, hakuna wa kushika hata mmoja, kwa sababu utakuwa unanuka. Malaika wote watakukimbia na utakosa msaada, na mafikiri yako yatakuwa ni mabaya. Imma kundi la 5, walmudabbirat amra, almalaika tadbiru amrullah fi ahli al-ardh. Hawa ni malaika ambao wanajadili amri za Mwenyezi Mungu kwa watu wa ardhini. Ndugu zangu katika imani, tujiandae na mauti. Hakika sisi hatujui maisha yetu ni yapi, na tuwe miongoni mwa waumini kusudi roho zetu zitolewe kwa sukuri na upole, na tuepuke kuwa makafiri. Hakika hilo ni kundi baya na Mwenyezi Mungu atuepushe. Ndugu zangu katika imani, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah tukuomba utupe mwongozo uliokuwa mzuri. Allah tukuomba utupe nusura. Allah tukuomba utupe salama na amani. Allah tukuomba utupe riziki kwa sisi na familia zetu. Allah tukuomba uongoze vijana wa Kiislamu. Allah tukuomba utupishe na amani. Birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا إخواننا في غزة. اللهم انصرنا إخواننا في قبور. اللهم انصرنا إخواننا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلم تسليما كثيرا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقيم الصلاة.